Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu. Rais wa Ukraine Zelensky asema kwamba Urusi haiko tayari kwa mazungumzo ya amani baada ya Vladimir Putin kukataa kuhudhuria kikao cha ana kwa ana nchini Uturuki. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema mazungumzo ya amani na Urusi bado yanaweza kuendelea nchini Uturuki usiku wa leo au hata kesho, lakini anasema Urusi haiko makini kufanikisha mazungumzo hayo. Rais Zelensky ambaye hapo awali alikutana na mwenzake wa Uturuki Rais Erdogan mjini Ankara amesema atatuma wajumbe huko Istanbul kutokana na heshima kwa marais wa Marekani na Uturuki. Hapo awali alikuwa amesema kwamba angehudhuria tu mazungumzo ya amani ikiwa Rais Putin angehudhuria, na kuishtumu Urusi kwa kutuma wawakilishi wa ngazi za chini kwenye mazungumzo hayo. Kiongozi wa ujumbe wa Urusi Vladimir Medinsky anasema Urusi inachukulia mazungumzo hayo kama mwendelezo wa mazungumzo yaliyofeli mwaka 2022 na kwamba Urusi iko tayari kujadili makubaliano yanayoweza kutokea. Hapo awali Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameashiria kuwa makubaliano makubwa katika mazungumzo ya amani ya Ukraine hayatawezekana hadi yeye na Rais Putin wakutane ana kwa ana. Tazama, hakuna kitakachotokea hadi mimi na Putin tukutane, na ni wazi kwamba hata kwenda. Hakuwa aende kama singekuwa huko, na siamini chochote kitatokea, iwe unapenda au la, mpaka yeye na mimi tupatane pamoja. Lakini tutapata suluhu kwa sababu watu wengi sana wanawawa. Ikiwa mazungumzo yataendelea vyema, yatakuwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana tangu vita kwanza zaidi ya miaka 3 iliyopita. Wazo ambalo limekanganya wengi nchini Ukraine ni matarajio ya kutoa ardhi yao ili kupata amani. Mwanahabari wa BBC Yogita Limaye ametembelea maeneo kadhaa ya vita kuchunguza hali hii inamaanisha nini kwa wanajeshi wa Ukraine ambao bado wanadhibiti maeneo hayo, kwa raia wanaoishi katika maeneo yanayozozaniwa na pia kwa familia ambazo zimepoteza wapendwa wao katika vita. Taarifa yake inawasilishwa na Hamida Abubakar. Hii ni picha ya moja kwa moja iliyochukuliwa na ndege isiyo na rubani kuhusu hali ya vita ambavyo Urusi ilivianzisha kutoka eneo la makabiliano makali upande wa mashariki. Wanajeshi hawa wa Ukraine wametuma ujumbe wa maeneo wanayolenga kwa vikosi vyao vilivyovitani katika mji wa Pokrovsk, ikiwa ni maili chache kutoka eneo hilo. So we can see that our colleagues starting to work. You can see the explosion. Muda mfupi baadaye tunaona shambulizi kwenye runinga hii. Askari wa Urusi anakimbia kumtazama askari mwenzake ambaye ameshambuliwa. Kila siku wanajeshi zaidi wanauawa kutoka pande zote mbili katika vita ambavyo tayari vimesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha. Sehemu kubwa ya ardhi ya Ukraine imegeuka na kuwa vifusi, huku nchi hiyo ikizidi kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Kupitia mashamba ambayo yangekuwa yamekuza mazao kama si kwa vita, tunaendesha gari hadi eneo la makabiliano. Katika mzozo unaoendelea, tishio kuu hapa ni kutoka kwa ndege zisizo na rubani za fiber optic ambazo haziwezi kutambuliwa au kulengwa. Ikiwa eneo hili limefichwa ili Urusi wasilitambue, tunaonyeshwa bunduki aina ya French Caesar, ikiwa kadhaa sasa zinatumika nchini Ukraine. Wanajeshi wakisema zina kasi ya juu na ufanisi mkubwa kuliko silaha za enzi ya Usovieti ambazo zinatumika sana kwenye eneo la makabiliano Ukraine. Hatuamini kwamba tukitoa eneo fulani wataacha kutushambulia. Baada ya miaka michache watarudi na kuanza upya. Nadhani tunahitaji kuchukua hatua kwa silaha, sio maneno. Sidhani kama diplomasia itatatua tatizo hili. Tunaposafiri katika maeneo yenye vita, gharama ambayo Ukraine imelipa kutetea ardhi yake inaonekana kila mahali. Kumbukumbu za askari waliopoteza maisha inaonekana unapokaribia eneo la mkoa wa Donetsk. Na hapa kwenye eneo la kati la Zaporizhia Kusini, Urusi ikitaka udhibiti wa mikoa miwili kati ya 4 ya Ukraine kama sharti la makubaliano ya amani. Makaburi mapya yakisimulia jinsi wanaume walivyopigana eneo la vita.
Mtoto wa kiume wa Yana, Stepanenko Vladislav, alikuwa na umri wa miaka 22. Ameletewa vitafunio anavyovipenda, kikombe cha chokleti ya moto na keki ya chokleti. Vladislav, mwendeshaji wa ndege zisizo na rubani, aliuawa katika mapigano mwezi Februari mwaka huu. Watu wanakufa hapa na Urusi, kwa hivyo natumai vita vitakwisha. Lakini kwa kumjua Putin, ataendelea na kuendelea. Lolote litakalotokea, Zaporizhia lazima ibaki Ukraine. Natumai mwanangu hakufa bure. Raia wa Ukraine kama Yana wanahofu kwamba ikiwa watakubali kupeana ardhi kwa sasa, basi katika siku zijazo uhuru wao na kuwepo kwa taifa lao kunaweza kuwa na tishio kubwa. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu matukio ya leo, tuungane na mchambuzi Ibrahim Rabi mubashara kutoka Shinyanga nchini Tanzania. Rabi, ilitarajiwa kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin angehudhuria mkutano wa leo huko Uturuki. Unadhani kwa nini hakufika? Nashukuru Bwana Ron, na nadhani kumekuwa na taarifa ambazo labda huenda kutokuelewa maana au kutokufahamu, kwa sababu ukisikiliza tangazo la Vladimir Putin hakusema kuwa ataenda Ankara, ila alisema kuwa kutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi pamoja na Ukraini. Tafsiri ambayo tuliona hata Trump alizungumza wakati alisema kuwa utakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Irani, ambapo kuwa Trump hakwenda wala kiongozi wa ngazi za juu kabisa wa Irani hakwenda, isipokuwa na diplomasia walikwenda. Na vile vile wakati Trump alizungumza kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas, sio Trump alizungumza na Hamas, ila wawakilishi walizungumza na Hamas. Sasa ukitazama vyombo vingi vya magharibi vilichukua taswira kubwa ya kuamini kuwa Putin atakwenda kwenye moja ya nchi ya washirika wa NATO ambao ni Uturuki. Ni kitu ambacho sio kweli, isipokuwa wametuma wawakilishi akiwemo aliyekuwa waziri wa masuala ya utalii wakati huo Vladimir Mediansky. Naam. Yeye anakwenda kuwakilisha kile ambacho Urusi wanasema tunaendeleza tulipoishia 2022 kwenye mazungumzo ya Ankara, ambayo mara kadhaa Putin ameyazungumza kuwa yalikuwa yamemaliza vita, isipokuwa Biden na Boris Johnson walitaka vita iendelee. Kwa hiyo nadhani tafsiri wameshindana zaidi kuwa mazungumzo ya moja kwa moja manake nini. Rabi, rais wa Marekani anasisitiza kwamba lazima yeye akutane ana kwa ana na Putin ndio kuwe na makubaliano ya uhakika. Je, hilo ni la kweli? Hilo naweza nikakubaliana nalo kwa sababu ni ukweli kuwa kuna vitu ni lazima atavirekebisha kati ya Trump na Putin, na mara kadhaa hata Putin alilizungumza hilo hata pale walipozungumza kuhusu usitishaji wa siku 30. Unakumbuka kuwa Marekani na Ukraine walikubaliana, lakini Urusi ikakubali, lakini kwa masharti kuwa ni lazima kuwe na makutano kati ya Trump pamoja na washirika wa Urusi pamoja na Putin mwenyewe, kwa sababu walichokuwa wanasema Urusi ni kuwa usitishaji wa siku 30 hauna faida kwao, isipokuwa utaifaidisha zaidi Ukraine, kwa sababu usaidizi wa magharibi umeendelea kubaki vile vile, na muda ambao Ukraine wanaona kuwa wapo kwenye kupoteza vita wanataka usitishaji. Lakini Urusi anaona kabisa katika kipindi hiki ambacho tumekaa kwenye njia nzuri ya kwenda mbele, kama tutasitisha kwa siku 30 wenzetu watatulia na kujipanga. Halafu mara kadhaa Putin amekuwa akizungumza kuwa viongozi wa magharibi wamekuwa hawaaminiki kwenye meza, hasa akikumbuka mazungumzo ya Ankara. Ndio maana unaona kuwa wanakataa siku 30. Kwa hiyo ili kutatua hili swala ni lazima kuandaliwe mkutano kati ya pande tatu, upande wa Urusi, upande wa Ukraine na upande wa Marekani, ili waweze kulitatua hili swala. Rabi, wakati yote yakiendelea, mataifa ya jumuiya ya kujihami ya NATO nayo pia yako huko Ankara, Uturuki. Kwa nini juhudi hizi zimeshika kasi sasa na kila mmoja anahisi kwamba anapaswa kushirikishwa? Bila shaka kwa sababu hawa wamekuwa wamembeba Ukraine mgongoni kwa muda mrefu. Hata pale Marekani ilipoamua kubadilisha upande, kugeukia upande wa pili wa Ukraine, hao washirika wa NATO na Ulaya walibaki upande mmoja, ambapo wakiwa upande na Ukraine. Sasa kukosekana mazungumzo toka mwaka 2022 ya ana kwa ana, hivi sasa karibu miaka mitatu inakwenda, na kuwepo na taarifa kuwa kutakuwa na mazungumzo ya ana kwa ana. Hiki ni kitu kikubwa sana, na ndio maana unakuwa hata NATO wameamua kuwa tutashiriki, hata Ulaya wamesema tutashiriki. Na ndio maana licha ya kuwa hakuna wanadiplomasia wakubwa wa Urusi kuwepo kwenye mazungumzo, lakini unaona wawakilishi hata wa Marekani, Steve Witkoff yupo, Peter Pettit yupo, lakini na wengine wapo wawakilishi kutoka kwenye nchi nyingi za Ulaya, na mkutano pia wamesema utaendelea. Yani manake wamelichukulia kwa uzito sana, kwa sababu ni kitu ambacho kinawasumbua sana Ulaya. Vita ya Urusi na Ukraine imeitafuna Ulaya na imeimaliza Ulaya na imeigawa Ulaya. Kwa hiyo
ni kitu muhimu sana kushughulika nacho, na wao wamechoka, wanatamani hiki kitu kimalizike hivi sasa. Shukran sana Ibrahim Rabi kwa tathmini hiyo ya kina na mahojiano hayo, na Ibrahim Rabi anahitimisha taarifa yetu kuu siku huu. Rais wa Marekani Donald Trump amefika katika nchi za Falme za Kiarabu, kituo cha 3 na cha mwisho cha ziara yake ya siku 4 huko Mashariki ya Kati. Ziara yake ilianzia Doha, Katari, ambapo alikutana na wanajeshi katika kambi kubwa zaidi ya kijeshi katika Mashariki ya Kati ya Al Udeid. Aliwaambia kwamba kipaumbele chake ni kumaliza mgogoro na si kuanzisha vita. Na wakati wa mkutano na viongozi wa biashara, Rais Trump alisema kwamba Iran kwa namna fulani ilikubali masharti ya makubaliano ya nyuklia na Marekani, na akapendekeza kwamba shambulio la kijeshi kwenye maeneo ya Tehran linaweza kuepukwa. Nadhani tunakaribia kabisa kufanya makubaliano kwa namna yoyote ile. Kuna hatua mbili. Kuna hatua nzuri sana, lakini pia kuna mvutano mahali. Na ni kama kuna vurugu ambazo watu hawajawahi kuona tangu awali. Na natumai hatutalazimika kufanya hivi. Sitaki kuona hatua ya pili ikitokea. Mhariri mkuu wa BBC Kimataifa Lais Duse anasema safari ya Rais Trump haijajikita tu katika masuala ya biashara, ila huenda kuna maslahi ya Marekani. Yeye pia anaona hili ni kama sehemu ya juhudi zake za kuleta utulivu katika eneo hili. Kama tulivyoona, bango lilipeperushwa juu ya umati katika kituo cha jeshi cha kule Al Udeid. Ni amani inahitajika na si kutumia nguvu. Amezungumzia kile anachokitarajia ambacho ni makubaliano na Iran, na angependa kumalizika kwa vita huko Gaza. Na kwa hakika hata hapa anafuatilia mazungumzo baina ya Urusi na Ukraine huko Uturuki. Lakini alipozungumza mbele ya wanajeshi wa Marekani, aliweka wazi kwamba ikiwa vita itatokea, Marekani lazima itatumia nguvu yake. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, bunge la Seneti huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajadili harakati za kumwondolea rais wa zamani Joseph Kabila kinga ya kutoshtakiwa. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit.
Bunge la Seneti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC linaendelea kujadili mswada wa serikali unaotaka kumwondolea aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kinga ya kutoshtakiwa kwa makosa ya jinai anayodaiwa kuyatekeleza wakati wa uongozi wake. Kabila alipewa kinga hiyo ya kutoshtakiwa kutokana na nafasi yake kama seneta wa maisha. Hatua hii inajiri baada ya Kabila kudaiwa kuwaunga mkono waasi wa kundi la M23. Wabunge waliwasilisha ushahidi waliokusanya kuhusu uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya halaiki ya raia wasio na hatia pamoja na maafisa wa jeshi dhidi ya rais huyo wa zamani. Joseph Kabila aliyekubali kuondoka madarakani mwaka 2018 baada ya karibu miongo miwili ya utawala wake, amekuwa nje ya nchi tangu mwishoni mwa mwaka 2023 na mara nyingi amekuwa nchini Afrika Kusini. Alirejea DRC ili kusaidia kupata suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa taifa lake ambako waasi wa M23 wameyateka maeneo kadhaa makubwa. Mwanahabari wa BBC Mbelechi Msoshi amekuwa akifuatilia kikao hicho bungeni jijini Kinshasa na sasa naungana naye mubashara ili kutupa maelezo zaidi kuhusu kile kinachojiri. Mbelechi, kipi kimetokea katika bunge la Seneti leo? Naam, Papa tumesubiri kama wamesubiri kuteuliwa kwa Papa. Kuna wanaseneta ambao wako ndani kwa sasa wamefanya kikao na tumesubiri kama kutakuwa moshi mweupe au nyeusi kama tu wamesubiri Papa. Yaani kwa sasa kulikuwa kwanza waliruhusu wanahabari kuingia ndani na spika au msemaji wa seneta alielezea kwamba wana ushuhuda, kwani kumbuka mwaka jana Januari kulikuwa mshauri maalum wa Corneille Nangaa ambaye alishikwa huku Tanzania na kupelekwa hapa DRC, na seneta limesema kwamba walipata ushuhuda kutoka kwa mfungwa huu kusema kwamba mwaka 2023 huku Uganda kulikuwa rais mstaafu alikuwa na mazungumzo na Corneille Nangaa, na wanasema kwamba hiyo ulikuwa mawasiliano kati ya Corneille Nangaa na rais mstaafu, na hiyo inashuhudia kwamba rais mstaafu amekuwa na ushirikiano na Corneille Nangaa. Yaani kwa sasa wanabunge wamekuwa kundi au maseneta ili kujadili kuangalia kama waondoe kinga au la. Mbelechi, nini kitafuata ikiwa wabunge watakubaliana na mswada wa serikali kuondoa kinga ya Joseph Kabila? Kitu kitafuata sasa, kama umefahamu, rais mstaafu hayupo DRC na kinga yake ikiondolewa, hapo korti ya kijeshi itafungua kesi na lazima ashikwe na haje ajitetee kortini, aoneshe kama yeye hako na uhusiano au lawama au tuhuma zidi yake ni za kweli au ni za uongo. Kisha hapo lazima rais mstaafu, kama uko ugenini, kutakuwa kibarua ambacho serikali itaomba haje hapa DRC afunguliwe kesi na apelekwe mahakamani au kama atapewa kifungo. Na ikiwa kama umekuwa na makosa kama haya, kifungo ni kuuawa au kifungo cha maisha. Mbelechi, Kabila mwenyewe amekuwa Afrika Kusini tangu mwaka 2023 kwa uhamisho wa kujitolea. Je, kulikuwa na tishio kwa maisha yake ama amekuwa Afrika Kusini kwa uhuru wake mwenyewe? Kumbuka kwanza, serikali imesema kwamba aliondoka hapa DRC bila vikosi vya usalama kufahamu kama aliondoka. Yaani rais mstaafu aliondoka bila idara ya ujasusi au serikali kufahamu. Hiyo ilikuwa matamshi ya mkuu wa chama tawala, alisema kwamba rais mstaafu aliondoka hapa bila kulhaga au kujulisha taasisi au serikali na kushuhudia kama ilikuwa nia yake au hapo, na amesema kwamba hapa amehofia maisha yake. Na kumbuka kwanza, kabla hapo makazi yake alikuwa na makazi yake ilishambuliwa, walifungua njia ambayo vizuizi ambavyo vilikuwa kwenye makazi yake, na hiyo ilikuwa tishio. Na kulikuwa tishio pia, unajua ana mbuga la wanyama ambalo watu wanaenda kuangalia, ilikuwa tishio pia kwenda kuangalia huku kama kuna vifaa vya kivita, na hiyo ilifanya rais mstaafu usiporudi tena hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukran sana Mbelechi Msoshi, mwanahabari wetu huyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitupa tathmini ya kina kuhusiana na kile kinachoendelea katika bunge la Seneti. Matangazo yetu ya redio pia husikika kupitia mtandao wetu bbc.com kwa Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Leonard Mubali huyu hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki 12 kamili asubuhi na saa 12:30 jioni.
Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tunaangazia ukuaji wa tasnia ya ucheshi jukwani nchini Tanzania. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa kucheka ni jambo la muhimu sana. Na nchini Tanzania tasnia ya ucheshi inapata nguvu mpya na kasi ya kipekee. Kizazi kipya cha watumbuizaji kinaingia majukwani sasa kikiwa na dhamira ya kugeuza shauku yao kuwa taaluma ya kudumu. Mwandishi wetu Elizabeth Kaziburi anatueleza zaidi kuhusu tasnia hii inayozidi kuimarika pamoja na changamoto zinazowakabili hao wacheshi. Sio unasuti yako unaulizwa nasikia gani sio la mama yako. Kuanzia kwenye wasanii wa mitandaoni hadi kwenye majukwaa. Mwezi Februari, baadhi ya wacheshi wakubwa walikutana kusherekea sekta inayozidi kukua kwa haraka. Lakini tamasha hili linamaanisha nini kwa wasanii wa Tanzania? Inampa heshima, pia inampa nguvu ya uthubutu na kuendelea kufanya ubunifu zaidi, pia kuaminisha watu kwamba hiki kitu kinawezekana na hii ni kazi. Tasnia ya vichekesho ya mubashara nchini Tanzania inazidi kukua, ikiwa na vilabu 17 kote nchini, vingi vikiwemo ndani ya Dar es Salaam. Wakati huo huo, wachekeshaji wanaonyesha vipaji vyao mtandaoni. Ni sekta inayokuwa kwa haraka sana. Kila binadamu utachoka na kazi, utafanyaje? Kuna time unataka kucheka, kurelax. Kwa hiyo huwezi kuikwepa comedy, huwezi kuikimbia comedy. Ndio maana unaona majukwaa kama Churchill yamekwepo maybe over 25 years, lipo pale, limeanzisha watu wamekuja kuwa maarufu, wamefanyaje. Ucheshi kama tasnia yoyote nchini Tanzania inasimamiwa na Baraza la Sanaa Tanzania, BASATA. Tunapofanya ucheshi, tufanye ucheshi kama burudani, tufanye ucheshi kama kazi, tufanye ucheshi kama ajira, lakini tusifanye ucheshi kupotosha maadili ya jamii. Wachekeshaji wote wanatakiwa kusajiliwa na BASATA na kufuata miongozo yao. Pale wanapokiuka sheria zao, basi wanaweza kutozwa faini ya hadi $400 za Marekani. Mwongozo wa baraza unasema wasanii wanapaswa kuhimiza utii wa maadili ya kitamaduni ya Tanzania ili kuendelea na kuhifadhi urithi wa kitamaduni wa taifa, sambamba na kukuza jamii ya sanaa yenye uwajibikaji na heshima. Lakini wasanii wanaathirika vipi na sheria hizi? Na vipi kuhusu maudhui yanayowekwa mtandaoni ambayo pia yanaangukia chini ya miongozo hii?
wasanii wanaona hizi sheria zinawabana sana. Kwa hiyo wasanii wanajitahidi kukwepa maeneo ambayo kwa hapa Tanzania sheria zetu ziko sensitive, na kuchukua maudhui ambayo social issues kidogo, economic kidogo, lakini most social issues. Wanakimbia maudhui yanayohusiana na siasa na haki za binadamu. Hayo na haya mambo mengine ya ughaibuni ambayo sio utamaduni wetu wa Kiafrika. Lakini vikwazo hivi haviwazuii wachekeshaji wa Kitanzania kuweka misingi ya tasnia hii changa ya vichekesho. Punchline Africa ni mojawapo ya vilabu vya kwanza vya vichekesho nchini Tanzania, kikitumika kama jukwaa la vichekesho na pia kama wakala wenye dhamira ya kukuza na kuendeleza tasnia ya vichekesho vya jukwaani nchini humu. Stuff like this, like the Punchline Comedy Club, is very, very important, and I've seen vilabu kama Punchline Comedy ni vya muhimu sana. Wanaisii jamii mara kwa mara. Kazi hii, jasho hili, damu na machozi wanayoweka kwenye tasnia ya ucheshi sasa hivi vinanufaisha vizazi vijavyo. Ucheshi utapewa thamani inayostahili. Comedy will be given the value it should be given, you know. Wacheshi hawa wa vichekesho vya jukwaani wanatumaini wataweza kufuata nyayo za nchi kama Nigeria, ambayo tayari ina mfumo ulioimarika wa tasnia ya ucheshi. Na matumaini yao zaidi ni kwamba vilabu hivi vya ucheshi na matamasha kama haya ya tuzo vitawahamasisha wachekeshaji na kufanya Tanzania ijikite imara katika tasnia ya ucheshi barani Afrika. Kuandika neno nimefiwa ukiwa umelewa, muda wote unajivunjia heshima. Elizabeth Kazibure, BBC, Dar es Salaam, Tanzania. Sitaki kuendeleza hicho kichekesho cha hapo mwisho cha kuandika nimefiwa kama umelewa. Kiongeza herufi moja tu mambo yanakuwa mabaya. Sasa tupie macho ukurasa wetu wa internet ambapo kuna taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha pamoja na video, ikiwemo taarifa hiyo kubwa ya hakuna kitakachotokea hadi mimi na Putin tutakapokutana. Trump amesema hivyo. Lakini vile vile kuna makala inayosomwa sana pale, je, Chadema inajijenga au inajimega? Taarifa hiyo kwa kina katika mtandao wetu bbc.com/Swahili. Basi niseme shukrani sana kwa wale wote waliohusika katika kufanikisha matangazo ya leo, akiwemo msimamizi Skola Kisanga. Mimi naitwa Roncliffe Odit. Unaweza nifuatilia katika mitandao ya kijamii @Roncliffe Odit katika Facebook, X, Instagram, TikTok, kila mahali Roncliffe Odit. Niseme asante sana na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu wa mbu.